tupate kuzaa kama tulivyozaliwa, tuoe tutabarikiwa, tupendane na wake zetu, tuoe walio kheri, tushikamane na dini, tuoe aila johari, litie nuru nyumbani, tuoe mdomo mzuri, upendeza lisani, tuoe tuwe barakani, tupendane na wake zetu.
tupendane na wake zetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukutanisha muda huu katika nyumba miongoni mwa nyumba zake tukufu kwa lengo la kushuhudia akdi ya ndugu zetu hawa. Kumbe tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe baraka za mkusanyiko huu, awajalie kheri na fanaka maarusi wetu hawa, ili waweze kufikia ili lengo la ndoa kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaka. Tutaanza shughuli yetu hii kwa Fatiha, na baada ya hapo tutafuata Qur'ani tukufu, na baada ya Qur'ani tukufu tutaweza kushuhudia khutba pamoja na aqdu nikah. Baada ya hapo kutakuwa kuna nasaha kwa sote tuliohudhuria pamoja na bwana harusi, japokuwa huwa anasikiliza lakini hasikii, lakini hivyo hivyo atasikiliza kwa kile ambacho kitakachotolewa. Baada ya nasaha hizo tutafuata nashid ambazo zitakwenda sambamba na zoezi zima la ugawaji wa dhifa. Kwa hiyo tuhudhurie jisman wa qalban wa ruha, ili tupate fadhila zinazopatikana katika mkusanyiko wetu huu inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم سهل لنا ما وليت ونجنا مما نخاف وعافينا، اللهم ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم،
يستعطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن الله تبارك وتعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأبعد عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء يا حاضرون قولوا أستغفر الله. أبو بكر عثمان بكر لبيك utaozeshwa kwa namna alimwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu, nayo ni kukaa kwa wema na ihsan.
Abu Bakar Uthman Bakar, utaozeshwa Huda binti Masud bin Ali Msuo kwa ridhaa yake mwenyewe na kwa idhni ya walii wake, ambaye huyu hapa mbele yako Alhaji kwa Masud Ali Msuo, na kwa mahali mliokwisha kukubaliana. Abu Bakar Uthman Bakar, washuhudie mabwana waliohudhuria hapa kwamba kweli umekubali kuoa kwa sharti tulizozitaja hapa. Abu Bakar Omar Bakar, nimekuozesha Huda Masud Ali Msuo kwa ridhaa yake mwenyewe na kwa idhini yangu na kwa mahari iliyokwisha kukubaliana. Nimekubali kwa nafsi yangu kumwoa Huda binti Masud Ali Msuo kwa ridhaa yake yeye mwenyewe na kwa idhini yako na kwa mahali tuliyokwisha kukubaliana. Nimekuozesha. Nimekuoa. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم بارك لهما في حياتهما ويسر لهما في حياتهما برحمتك يا أرحم الراحمين، وبارك لهما ذرية صالحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Shaair za dini, alama za dini ya Kiislamu, mojawapo ni ndoa. Ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni shaair dini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema sana kuhusu ndoa. Miongoni mwa aliyosema, amesema sallallahu alaihi wasallam, lam yura lilmutahabbaini mithlu nikah. Hakuna jambo bora kwa wanaopendana kama kuoana. Watu wakipendana baina rajuli wa imraa, lam yura lilmutahabbaini mithlu nikah. Hakuna jambo bora lililoonekana linafaa mno kwa wanaopendana kama kuoana. Ndio maana vijana hawa wamependana, wazee wanakutana, basi leo tunawahitimisha na kuwaozesha. Na yoyote yule ambaye anamuona kijana wake anapita pahali anapenda, au kagundua pahali fulani anapendwa, basi falyubadir, afanye haraka kutafuta mbinu za kuwaozesha.
Hivi ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati unataka kuozesha, ni lazima utizame nyumba, ni nani unamuozesha kijana wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, bwana harusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muislamu akimsikia Mtume anataharrak qalbu, moyo wake unataharrak, ndio Muislamu anakuwa hayu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hayu fi qulubina, muumini akimsikia Mtume anatajwa moyo wake unataharrak. Ametuambia katika kuozeshana, amewaambia upande wa kike lakini amewaambia upande wa kiume kwa hadithi inayofanana, idha atakum man tardawnahu au man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, akikujieni mtu ambaye anataka kukosa kwenu na mkaridhia mwenendo wa dini yake, dinahu, mwenendo wa dini yake, wa khuluquhu, na tabia zake, fazawwijuhu. Hii ni amri, na wanazuoni wa usuli wanatuambia al-amru yufidu al-wujub, inafidisha kwamba ni wajib, ila ikiwa kuna karina ya kuivua. Muozesheni huyo, wa illa mkikataa mkaweka vikwazo takun fasadun alim, yatakayotokea ni ufisadi, watoto wao wataharibiana na dhima utabeba wewe mzazi. Ile hadithi ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, lam yura lilmutahabbaini mithlu nikah, hakuna kitu bora kilichoonekana kinawafaa wanaopendana kama kuwaozesha, kama ndoa. Na ya pili nasema, akikujieni mtu ametoka katika mifupa mizuri, wazazi wake wanajulikana, mkaridhia mwenendo wake wa dini na tabia zake. Ndugu zanguni, dini tu kufuata haitoshi kama hakuna akhlaq. Watu wengi ni mutadayin, tunapata dini, tunaswali, tunafunga makanzu makubwa, makashda, lakini ukuja katika akhlaq inatutoa katika mizani. Allah akhlaq. Bwana Abu Bakar leo unakabidhiwa dhima, unakabidhiwa mke, na baba yako yuko hapa anatafahar kumwona kijana wake wa kiume anakamilisha jambo kama hili. Ni moja katika safari za furaha za mzazi, kuzaa, akalea, akasomesha, sasa akaona anaozesha binti yake au kijana wake, alafu akapokea wajukuu. Ni moja katika mafanikio, saadatu dunia, ni katika furaha ya dunia mzazi kushuhudia jambo kama hili. Mungu akubariki wewe, awabariki na wazee wako wote, na awabariki binti anayoozeshwa hapa. Mwenyezi Mungu awabariki yeye na wazazi wake, na sote inshallah. Wale ambao vijana bado walikuwa kama beka nusu saa iliyopita, basi wajitahidi. Riziki inaletwa na mwenzako. Ukisubiri uwe kama fulani ana jumba kubwa, ana magari mawili, utakuja kuoa ukiwa na miaka 50 na itakuwa tabu. Jitahidi sasa hivi, tawakkal ala Allah, fa idha azamta tawakkal. Muhimu uwe nia kwamba anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unafuata sababu, unatafuta njia ambazo Mungu kaziweka riziki kufungukie. Kwa hivyo bwana beka, moja ya mambo ambayo unatakiwa kufanya ni kuchunga ulimi wako na mkono wako kwa
kwa mke. Karibuni vitu viwili hivi vinaharibu sana ndoa siku hizi, hasa za vijana: ulimi na mkono. Hakuna haja ya kutaja mfano wa ndoa, lakini kuna ndoa imefungwa mwezi mmoja uliopita. Juzi nimepewa habari na baba mtu kwamba mwanangu ameshaachwa. Imefungwa miezi 5 iliyopita. Nyingine tulihudhuria, mzazi mwenyewe amekuja kunambia, bwana, binti yangu kaachwa. Ukiuliza sababu, sasa tumekaa vikao zaidi ya 7, lakini mwanamume ana mkono. Naelewa maana ana mkono, mwanamume ana mkono. Yule wa mwanzo mwanamume ana mdomo, anasimbulia, anatukana, anakashi. Ndoa haiwezi kudumu. Yule mwingine anapiga mtoto wa watu, anakava mpaka roho mtoto wa watu. Halafu mtoto wa watu waseme kusema kwao, akienda kusema kwao inakuwa ni adhabu ya pili. Allah na vijana wetu, Allah na vijana. Ukioa, mkono wako na ulimi wako lazima viwe na subira. Kama hutaki kukaa na mke, nyoosha mkono. Kama hutaki kukaa na mke, nyoosha ulimi wako. Hutokaa na mke huyo. Kwa hivyo tunawahusia kuanzia ndugu yangu bega hapa, kama mkali shehe, punguza ukali. Tunajua babu yetu akiitwa babu mkali, lakini wewe sio mkali. Umerisi itakuja kwa tabu. Risi jina, usirisi na ukali. Sawa shehe? Najua wewe babu mkali, lakini kwa siku hizi vijana wa siku hizi hawataki ukali, utakiwa kuwa laini. Wewe tazama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtuma mtume wake kwenda kwa mtu ifiriti Firaun, lakini anaambia nini? Qula lahu qawlan layyina. Musa anatumwa kwa Firauni, lakini anaambiwa tumia uslubu mzuri, qawlan. Je, mke inakuwaje mke uchagui la kumwambia? Hakuna kitu kinachoumiza kama maneno. Unaweza kumpiga mwanamke kofi, baadaye ukatafuta askirimu ukamtoa nje kwenye chipsi akapita, lakini neno linabaki katika moyo wake, atakukumbusha hata miaka 10 kwamba uliniumiza hisia zangu. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu hatujali ndimi zetu. Nini unamwambia mke wako? Wanawake ni wameumbwa raqiqul qalbi, nyoyo zao laini sana, hawapendi maneno makali na wanapenda kudanganywa kwa maneno mazuri. Maneno makali hayafai. Kwa hivyo tunakuhusia Sheikh Beka, kama ulikompenda huyu binti Huda, basi na wewe kuwa Huda. Mwenyezi Mungu atakuongoza wewe na sote inshallah, na atakubariki wewe na sote inshallah, na kila aliyekuwa katika ndoa Mwenyezi Mungu atengeze ndoa yake, na vijana ambao bado hawajaingia kwenye ndoa Mwenyezi Mungu awape sahali waingie katika ndoa haraka. Faqanallahu bima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وفي الآخرة حسنة وقنا
شرفا تضاعف للنصول
Hassan. والصلاة على من كلمته الأخلاق
ولي سنة عظيم لازمات يحشيه ولي سنة عظيم لازمات يحشيه إلي وقدوم ومجهول
آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك هذا الزواج، اللهم بارك هذا الزواج، اللهم بارك هذا الزواج، واجعل العرسين بينهما مودة ورحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبه نستعين. Nimesimamishwa hapa kwa jambo moja muhimu ambalo ni neno la shukrani, lakini nitaomba radhi sana kwa walimu zangu na mashehe zangu. Naona Profesa Hamza Rijali yuko na mashehe zangu wengine. Najua muda umeshakwenda, lakini jambo dakika mbili nipewe, kwa sababu nimeingia hapa nimemsikia wahidi wetu akizungumza. Kwa kweli maneno aliyozungumza yamenigusa sana, hata haya aliyomalizia nayo. Sasa naomba mniruhusu na mimi kidogo angalau nizungumze nayo, pengine naona sitapata usingizi. Sasa kwa kweli kwenye suala zima hili la kuvunjika au kuporomoka kwa ndoa zetu za vijana wetu katika wakati tuliokuwa nao, sisi tuko katika vyombo vile mahakama za kadhi. Hii hali kwa kweli tunaiona inasikitisha na ni hali mbaya mno, sivyo kama tunavyofikiria.
Yaani ndoa ikipata mwaka basi anajisifu baraka na wewe kidogo umepata mwaka. Yaani miezi 2-3 ndoa inafika. Watoto wadogo. Yaani mjane sasa hivi mwenye umri mkubwa basi hafiki miaka 20. Kama tutafanya tafiti, manake ni jambo ambalo kwa kweli linasikitisha sana katika jamii ndogo ya Zanzibar kama hii. Sasa haya yote yanachangiwa na swala zima la malezi. Lakini wakati huo na malezi haya nayo imekuwa na changamoto zake. Ukweli usiopingika, ulimwengu sasa hivi umekuwa katika vita, na vita hivi tunasema ni vita vya kimawazo. Wanasema Waarabu wakazo ufikri, na hii si jambo ambalo limekuja tu kwa bahati mbaya, kwa sababu ni mpango maalum ambao wa kimkakati ambao wenzetu, sisi wenzetu, sababu ni maadui zetu, watu wa magharibi. Tunafahamu kwamba ulimwengu huu umepita katika stages tofauti. Tumetoka huko nyuma kulikuwa kuna makambi ya magharibi ya mashariki, kafika bahala kambi ile mashariki ikafurika, wakabakia tu hawa magharibi, wakaona sasa jinsi gani au tutumie mbinu gani za kumaliza ulimwengu wa Kiislamu. Kikaja kile kitu kinaitwa New World Order, mfumo manake wa kiulimwengu uliokuwa mpya, ambayo ndio hii matokeo yake ambayo sasa hivi tunasema kuna kitu kinaitwa globalization, utandawazi. Kwa hiyo baada ya kuja jambo hili, lengo lake kubwa lilikuwa ni kuangamiza Uislamu. Na ndio maana sasa athari zake tunaziona sasa hivi hata katika maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo tuna vita kubwa ambayo tunakabiliana nayo sisi umma wa Kiislamu ulimwenguni kote, kwa sababu hili tatizo haliko Zanzibar. Tukizungumza kwenye usimamizi wa malezi, ni kweli kulikuwa kuna changamoto kubwa, na nafahamu kwamba wazazi na walezi wanajitahidi kwa kiasi kikubwa, lakini bado kuna mambo ambayo wanashindwa. Tukizungumza hii teknolojia sasa hivi ambayo ya mawasiliano, visimu hivi. Sasa hivi ukija mahakamani anakuambia simu tu sababu. Anawasiliana na huyu, kutwa yeye na simu yake, au nimefungua simu yake kwa hichi na hichi, sababu ya kufutika kwa ndoa. Kwa hiyo manake ni mambo ambayo yako katika mpango maalum wa kiulimwengu kuzorotesha na kuvunja na kuharibu jamii ya Waislamu ulimwenguni kote. Sasa ndugu zangu, wazee, walezi, tuna kazi kubwa sana ya malezi. Na ndio maana tunaona sasa hivi mtoto anachagua mwenyewe anayemtaka, na wewe mzazi una lisi. Mtoto ndiye ambaye sasa anaongoza mzazi. Kwa bahati mbaya, baadhi ya wakati unakuja mahakamani unasema basi hebu niitie babako ambaye ndio wali. Anakuja baba pale anakuambia tutajua na wenyewe bwana, bosi ndio unapendana. Lakini unamkuta mama sasa yeye anasimama, wanaona vijana kidedea kwamba akashika bendera sibango, apewe talaka yake mwanangu. Mama wewe ambaye tungetegemea sasa pengine sisi tushirikiane na hawa wazazi tuangalie jinsi gani tunaweza kuisuluhisha ndoa hii. Lakini unakuta wazazi sasa hawana mashirikiano kabisa na zile taasisi, angalau basi watupe nguvu na sisi kuweza kuzisuluhisha zile ndoa. Hatimaye ndoa inavunjwa. Sasa bado nasisitiza kwamba tuna jitihada, tuna kazi kubwa ya kufanya sisi wazazi, sisi walezi, kuhakikisha kwamba tunaenzi na kuzilinda ndoa za watoto wetu. Hii isiishie hapa. Leo alhamdulillah kwa bashasha na furaha kubwa tumekusanyika hapa kwa lengo la kuwawezesha watoto wetu. Lakini bado hawa watoto wanahitaji usimamizi, wanahitaji ulezi. Isiwe basi tena lako hilo. Bado tunatakiwa tuziangalie, tuzilinde, tuzifuatilie. Haya yote bado yako katika jukumu letu sisi. Lakini tukisema sasa hivi tuachie tu hao, ndio haya tunayozungumza sasa hivi. Hapa na hakika mpaka washenga wako, marafiki wako, lakini utakuja mahakamani unaweza basi angalau niitie ule mshenga anakuja kukosa. Kwa sababu mume utakomwita, yeye ana kiburi kupitiliza. Anaambia mimi sitakuwa mahakamani, utajua na wewe na wewe kazi wako, kana kutaka hapo wewe. Sasa nazia wapi? Mume akishajibu hivyo, basi angalau ule mshenga anakwenda kuonga pale nyumba, akasema tunamtaka binti wenu, hapatikani. Lakini hapa nikiuliza unaweza kusimama mpaka 10 kwamba, lakini nikisha hapa imemaliza hapa. Sasa bado kuna kazi kubwa sana kwa sisi. Ninachosisitiza hapa
kwamba bado sisi kama wazazi na walezi tuendelee kuziengaenga hizi ndoa za watoto wetu. Hawa bado ni watoto na wanahitaji usimamizi wetu. Kwa hiyo mtanuia radhi sana kwa kutumia muda wa kuzungumza haya, bado nitakuwa mimi nitoe neno la shukrani. Baada ya hayo, kwa niaba ya familia ya bwana harusi na bibi harusi, kwa mapenzi makubwa wanatoa shukrani za dhati kwenu, kwanza kwa mahudhurio makubwa haya, lakini pia kwa kuunga mkono katika swala hili kubwa adhimu, na wao kwa upande wao wanakutakia kila la kheri, kwa maana hawana la kumpenda zaidi ya kukuombea dua, na inshallah Mwenyezi Mungu awabariki maharusi wetu hawa, awadumishe katika ndoa yao, awape dhuria saliha, iwe ndio sanda zetu, lakini pia iwe ndio jeshi la kuweza kusimamisha Uislamu. Inshallah baada ya hayo mchache niwaombee wote mrudi salama nyumbani. Tunamuomba basi sasa bwana harusi asimame hapa mbele ili aweze kuwa mkono wa pongezi. Wa ahsantum, jazakumullahu khair.
wasiwasi, tupendane na wake zetu.
wetu, alike watu wahudhurie harusi, tuoe nasi tuwe watu kamili, tulie basi, tuoe tutimize utu, tusiwe kitu na kisi, tuoe tuwache wasiwasi, tupenda